Yo, vipi wadau? Kama kawa, leo tumeamua kutembelea Teso, place moja safi sana inajulikana kama Kakapel. Nadhani kuna watu wengi wamesikia about Kakapel, na ni moja ya places zenye iko na monument kubwa sana, ama monument yenye imebeba historia kubwa sana huko upande wa Teso. Na leo tumeamua kujibwaga wenyewe huko, at least tuweze kujua pia sisi understand more about the monument and more about the Kakapel itself. So tumepatana hapa na mzee wetu. Huyo ndo mzee wa hiyo area, hiyo maeneo, na from hapa hivi atatutake through the history and the background ya Kakapel, how it was started, location yake and everything. Alafu mambo itakuwa nice kabisa. Habari ya leo mzee wetu? Mzuri sana. Yes, mimi najulikana kama Chinga, wengi wananijua kama Chinga, natoka Carton Air. Nami naitwa Henry Juma. Yes. Mimi ni mfanyikazi wa serikali. Yes. Based kwa hii monument ya Kakapel. Kakapel. Yes. Tumesikia Kakapel sana. Pia hiyo history ya Kakapel imetufanya tukagain interest sana ya kuwatembelea. Na tunashukuru Mungu tumefika salama, na tunaona hapa mambo ya ajabu yenye hatujaiona. Kwa sababu hata mimi ndio mara yangu ya kwanza kufika Kakapel Monument. Asante sana. Yes. Mwanzo kabla sijaanza nachukua fursa hii kuwakaribisheni hapa Kakapel Monument. Jisikie huru. Yes. Hii ni kazi yetu ya kukupokea wageni kutoka mbalimbali. Then wakifika hapa tunawaelekeza, tuwaeleze haswa ni kipi ambacho kinajiri hapa ndani. Yes, kabisa. Sasa nitaanza kwa kusema kwamba hii Kakapel Monument ilifunguliwa na serikali yetu tukufu mwaka wa 2004. 2004. Yes, yeah. And then later it was gazetted as a monument in 2005. Yes. From there sasa ikaanza kupost wafanyikazi hapa. Na mimi nikiwa hapa, mwanzo vile nilisema naitwa Henry Juma Kunyasi. Yes. Mimi ninafanya kazi ya curatorial assistant 1. Yeah. Yani msaidizi wa curator. Na hii monument haswa inajulikana kwa sababu ya art ambayo unaipata kwa rock, ambayo tukitoka hapa tutaenda kutembea huko na mjionee na macho. Lakini kabla hatujaingia hapo ndani, ningependa kuwaeleza kidogo the history ya hapa. Yes. Hii Kakapel inapatikana Teso North, na hapa mahali tulipo panaitwa Kakapel. Kakapel, yeah. Yes. So haya mawe ambayo mnaona haya yanaitwa granite rocks. Nadhani wadau mnaweza kameramani ukiangalia hapa tumejaza mawe kibao, mawe imejaa hapa Kakapel. Na nadhani ndio mzee anajaribu kuelezea. Yeah. Alafu mkiangalia pia hivi mnaona we have indigenous trees. Hizi miti ambazo mnaona hizi ni za kienyeji, na umuhimu wake haswa ni dawa. Wenyeji wa hapa wanatumia hizi miti kutoa dawa hapa ndani. Pia katikati ya hii msitu yetu ukitembea ndani polepole bila kelele, unaweza kuona Debreza monkeys. Debreza monkeys pia ziko hapa ndani. Hii ndio kama nyumba yao. Hapa pia you can also find guinea fowls, kwa Kiswahili zinaitwa kanga. Halafu tuko na different varieties of birds. Ndege ziko pia, ukitembea unaweza kutana nazo. Pia hapa tuko na venomous snakes ambazo unaweza pata forest cobra. Halafu hizi zingine zinaitwa black mamba. Siko green mamba utazipata hapa ndani ambazo ziko poisonous. Lakini pengine swali inaweza kuja uulize kwamba mnafanyaje kazi na kwa environment kama hii? Yes, kabla mzee hatujaendelea, na kabla hiyo swali ijakuja kukata kidogo, labda ningependa pia viewers wetu, kwa sababu naona hapa kuna wale wananitumia wanauliza, wanataka understand maana Kakapel ni nini.
Swali moja mzuri sana. Maana ya kakapel niliuliza kidogo, Yes. wakanieleza ni mahali ambapo panamulika mahali pasafi ya mahali ambapo ini yake inamulika hivi. Hiyo ndio maana ya kwa sababu nikiangalia pia mazingira usafi kabisa. Na thank you for the good job. Naona mume maintain vizuri. Hata tourist akikuja anajikuta anajihisi yako nyumbani. Yes, kwa sababu kuna kaa natural. Yes. Hatuchaharibu mazingira. Yes, mzee, you can continue sasa penye ulikuwa umeachia hapo. Okay. So activities ambazo ziko hapo nilikuwa naeleza kuhusu ambazo mambo ya snakes. So hizo snakes sisi hatutaki mtu kutamba nazo. Kwa sababu in future wakijenga hii museum tutazichukua, tukisileta alafu tunasiweka kwa boxes, na hizo snakes tunafunza watu kulingana na kama hii nyoka ni black mamba, tunaeleza black mamba inakaa aje, inafanana aje, so that hiyo snake researchers ambao wanasomea dawa ya snakes wanakuja wanastudy hiyo nyoka na wanaweza pata dawa. Unajua dawa ya nyoka inatoka kwa nyoka yenyewe. Kweli kabisa. So wakitoa hiyo venom na wanaenda kutengeneza dawa ya kuheal. So tunasiweka hapa kwa wanafunzi wetu kusoma. Na mzee, hizo nyoka zinapatikana. Hata mimi niko interested sana kuziona kama hizo nyoka sometimes huwa zinatembea paka huku, lakini kuna mahali ambapo ukienda ndani hapo kabisa, hapo ndio zinakaa. Hiyo ndio area yao kabisa, na hatuwezi enda huko kwa sababu tutaumwa. Ikiwa bahati mzuri tukitembea tuione, tupatane nayo, sawa, utaiona. Yes. Kuhusu environment pia tuko na rock kubwa huko juu, ambapo wageni wetu wakija wangependa kuenda mpaka juu ndio waone. Ukiwa huko juu unaweza view Uganda, unaweza view Bungoma and many other places. Historia inatueleza kwamba hapa pahali pia mwanzo kulikuwa kunakaa communities 3 ambayo ni Bukusu, Teso na Sapahoti. Walikuwa wanakaa around here. Hata saizi as I say, ukienda hii side utapata wa Sapahoti, this side wa Teso, then the other side wa Bukusu, pia Malakisi kuenda hivyo utapata. Kwa sababu pia tukikuja hivi tulikuwa tunajaribu kuulizia pia watu, tukaambiwa hii barabara hii lami inatupeleka mpaka Malakisi. Na tumeambiwa si distance mrefu from hapa hivi. So nikiongea kidogo upande wa Bukusu, Wabukusu walipokaa hapa wakimingle na tribes zingine, kulikuwa na nyoka kubwa sana, tuseme ni joka kubwa ambalo lilikuwa lina terrorize watu around here, ilikuwa ikiuma watu kwa vichwa. So one day there was a man ambaye alikuwa anaitwa Mango Mbukusu. Huyu Mango alikuwa na familia yake hapa, na siku moja watoto wake wakapeleka ng'ombe kuchunga. So wakati walipeleka hiyo ng'ombe kuchunga, na all of a sudden wakaona ng'ombe zinaanza kusimamishwa vichwa na kuhangaika. Kumbe hilo joka limepitia kwa mawe hizi, unaona hizi linamezea hizo ng'ombe, nataka kumeza. Lakini ng'ombe vile zilitoroka, watoto walikuwa wanacheza hapo chini na ng'ombe ziko juu, wakawa interested kujua ni nini kinaendelea. So wakati walisonga karibu kuenda kuangalia ni nini kinaendelea, kumbe hilo joka lilikuwa tayari na likarukia watoto likameza, likaua. So wakati hao watoto walikufa, ng'ombe zikakimbia paka nyumbani. Mango kuangalia hakuona watoto wake. So Mango alikuwa crazy, akasema no, haiwezi kuendelea hivyo. Nataka sasa mimi heri pia hiyo choka linimalize kuliko watoto wangu waende na mimi nibaki. So akafanya mpango ya kuenda kuua hilo choka. So akatengeneza kisu yake, akanoa vizuri, akaenda mtoni, akaoka, akatoa nguo zote, akachipaka mchanga ili ya white, na akaingia kwa hiyo cave mahali hiyo kitu ilikuwa inakaa.
Wakati alienda hapo haikukua, ilikuwa imetoka nje. So akatafuta miti kubwa akakata na akaweka kwa entrance ya hiyo cave, akakaa ndani. All of a sudden akaona kisa inafunika mlango. Akajiuliza ati ni usiku tayari. Sasa wakati alijiuliza hivyo, kuangalia chini akaona joka kubwa limefunga hiyo entrance. So what he did, akaingoja ikaingiza hiyo mwili yake yote. Baada ya kuingiza hivyo, ikaleta kichwa ikarest sasa hapo kwa hiyo yenye aliweka hiyo gogo hiyo. So ikaanza kunusa. Ilijua tu kuna mtu, lakini amejificha, haijui ako wapi. So Mango akaomba Mungu wake na kusema, sasa huu ndio wakati wangu, aidha nife ama niue hii serpent. Akateremsha kisu yake mara moja, alikata mara 3, ndio kichwa ikaruka. Ilikuwa na vichwa 2. So wakati iliruka ikauma mti huko nje, na mti hiyo ikakauka saa hiyo. Then from there, nyuma ambaye ilipaki huku ikatafuta Mango, ikamfunga vibaya sana. So kazi yake ilikuwa tu ni kukata. Then akapepa upande mmoja, akatoka nayo kichwa, hata ikaruka. Akaanza sasa kuongea mambo yake tu, damu everywhere. So kwa nini ninapeana hii historia? Napeana hii historia kwa sababu hii museum, wakati watajenga, those are the informations ambazo zitapatikana hapa. So Wabukusu, Wasabaot na Teso. So Wabukusu huwa wanasema kwamba kutahiri yao ilianzia hapa. They refer this place Muyala wa Mango, mahali circumcision ya Wabukusu ilianzia. So wakati Mango alirudi nyumbani, watu wakapika nduru, wakampepa, wakaimba, wakasema mambo yote, wakamshukuru. Lakini Wasabaot ambao walikuwa wanakaa na hawa hapa, wakasema, tumefurahia kazi ambayo umefanya, tumeofa kukupea msichana, but before you take this lady, lazima tukutahiri ndio uchukue msichana wetu. Alikuwa hajatahiriwa. Alikuwa bado hajatahiriwa. Sasa kwa Wabukusu tamaduni kubwa sana. So akasema, mimi niko tayari kutahiriwa. So arrangements zikafanywa, then Mango akatahirishwa. So wanasema Wasabaot ndio walitahirisha huyu Mbukusu, ndio maisha yao ya kutahiri kaanzia hapo, ikaendelea hata before Wabukusu waanze kutahirisha watoto. Ngaripa huwa some of them they come here wafanye waperform tamaduni zao kidogo, ndio waendelee. So na it also applies kwa Wasabaot pia, wako na nini yao ya kutahirisha hivyo. Lakini Wateso hao hawaperform hiyo nini ya kutahiri. Lakini nataka kusema kwamba hawa kabila 3 walikuwa wakikaa vizuri. Hata saa hii wana relate vizuri, hakuna shida yoyote katikati yao. Kwa sababu pia mzee, kwa hiyo historia kidogo ni kukate tu labda kidogo kabla ujiendelea. Venye umeelezea, hata sisi kabla tukuja hapa nilikuwa na believe hii monument ya Kakapel ni ya Wateso, ilianzisha na Wateso na ikotoa touch kwa Wateso. So hata nimeshtuka sana venye umenielezea hizo kundi 3, hizo tribes 3, Wabukusu, Sabaot na Wateso wote. Kwa touch kama kuanzisha hii monument ya Kakapel imenishtua sana, na hiyo ni kitu niko sure hata watu wengi au maviewers wetu huko nje wengi niko sure wangeuliza hiyo swali, lakini ni vizuri pia umeelezea. Labda kitu kingine nikigusia, hapo nyuma ulitaja hizi mawe, hizi rocks, kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa hizi rocks. Labda kama utatuelezea tuweze kufahamu ni maandishi gani, ni ya wanyama, ya miti, ya nini, na hiyo maandishi mzee imekaa hapo miaka ngapi? Asante sana. Hapa vile unasikia inajiita Kakapel Rock Art Museum. Hii rock art, kuna art vile nilieleza hapo nyuma, kuna art ambayo ukienda kwa hii rock utapata kwamba imechorwa hapa.
So vile imechorwa hivyo, wamechora wanyama wale wa msituni na hata ng'ombe. Hiyo art ina relate environment ambayo hawa watu walikuwa wakikaa ndani. So utapata kuna ndovu, kuna swara, kuna tortoise and all that. So hiyo local art kuna ile imekaa 2000 years back na kuna ile imekaa 4000 years back. Lakini ya 2000 waliweka mahali kando na hiyo nyingine kando. Hiyo ya 4000 inaenda ikifutika, but you can see some of the pictures. Yeah. So history inatueleza kwamba we had a tribe by the name Batwa. Batwa originated from Zambia, na kwa sababu ya maisha vile inawapeleka wakahama wakicha polepole mpaka wakacha wakasettle hapa. So hiyo ni prehistory. So wakati walikuja wakasettle hapa, walikuwa wakikaa ndani ya hizi caves kama nyumba. Hata tukienda, wakati tutaenda kwa hii cave number 1 kuprove my point, ukiangalia kwa ukuta Wadau caves ziko hapa hivi. I think after Mzeta elezea kumalizia history ya Kakapel Monument, we will take you guys around. Mtaona caves, mtaona the rocks, the maandishi yameandikwa kwa rocks, the indigenous trees, and so many other things. Yes, Mzee, you can continue. So Batwa inasemekana walikuwa watu wafupi. Walikuwa ni watu wafupi na weupe. Brown. Na walikuwa hunter gatherers. Walikuwa wana hunt wanyama for their food. Walikuwa wana gather fruits for their food. Honey pia wanatafuta. Lakini walikuwa wana hunt na large boars. Large boars ni zile kubwa sana. Anaweka tu kwa mkongo hivi na anaenda. So wakihandi hivyo, wanaleta hiyo vitu zao, chakula yao, wanaweka hapo, wanawasha moto, wanatengeneza chakula. Very good. So, now, as I said, wali originate from Zambia. Lakini from here, historia inatueleza they went south of Uganda. We don't know whether wako kwa njia yao kuenda kuelekea ama walikufa ama wako wapi. But walienda Uganda hivyo. Okay, to prove what I'm telling you, National Museums of Kenya researchers walikuja hapa, although mimi mwenyewe sikukuwa around, nilikuwa bado sijapostiwa hapa. My colleague ndio huyu alikuwa hapa kukucha actually kufanya research yao, kufind out kama haya mambo ambayo wanasema hapa ni ukweli, watu waliishi hapa, maisha yao ilikuwa hapa ama hapana. So walikuja wakafanya hiyo excavating ya kutoa mchanga na kutafuta information hapa chini. Wakapata kweli maisha iliendelea hapa. Walipata pottery shards ambazo hao watu walikuwa wakitengeneza. Wakapata mbegu ya wimbi ambapo ilipatikana hapo chini, na wakapata mifupa ya binadamu. Hao watu wakati walikuwa wanaaga dunia hawakuwa na time ya kuzika mwili wao. Unaoza mpaka unaisha. So hiyo information researchers hao wakienda kustudy vizuri, then watatuletea hiyo full information na tuweke hapa vizuri. But for now, sitaki kuenda ndani sana into details. It's until that information iletwe hapa ndio sasa tutakuwa huru kueleza mambo yote vile ilivyo. But behind me mnaona hii, naona kuna mchoro fulani hapa. Yes, kuna mchoro fulani hapa. These are some of the artifacts that were found kutoka pale chini, lakini I'm sorry imeraruka. Lakini hiyo information itakuja vizuri full na tutaiweka vizuri vile inatakana. Hizi ni seeds. Hizi ni seeds. As you can see, pea, sorghum seed, finger millet seed, wild finger millet and all that zilipatikana. So that proves watu pia walikuwa farmers. Na hizi ndio art ambayo tunaenda kuona huku nyuma. Hata ukiwa tu na macho mzuri, you can identify some of the animals. Like this one is an elephant, a cow,
tortoise, antelope and all that. So hunting pia ilikuwa inafanyika. Hunting pia ilikuwa inafanyika. Were surviving. Yeah. So up to that point kama hamna swali, maswali iko. Okay. So mzee, kuna swali nimekuwa ikinitatiza hapa kidogo. Yes. I'm asking it on behalf of our viewers. Sababu we just need to let them know everything about Kakapel Monument. Yes. And kila kitu ambacho kiko hapa. We've talked about hizo paintings on the rocks. Yes. Kindly kama unaweza tuelezea who painted the rocks? Yes. Yeah. As I said, hii tribe ambayo inaitwa Batwa hawa wakati walihamia hapa, Batwa walikuwa artists. Mahali walikuwa wanaenda, walikuwa wanachora. But then, sitaki kusema sana kubase on that. As I said earlier, tungoje hii information ya researchers. Itoke vizuri. Hiyo ndiyo itatuelekeza ndio tutoe information kamili. Kwa sababu hawajaleta feedback. We are still waiting for that information. Very nice. Yes. Very nice. Yes. Wadau kama mnaona tuko bado hapa Kakapel. Mzee anaendelea kutuelezea history, lakini nadhani itakuwa vizuri sana aanze kutuzungusha kidogo kabla tujakuja ku take form penye tumeachia. At least muone hizi vitu zenye zimetajwa hapa ama zimesemwa ndio vitu zenye ziko. I think mzee we will start with the cave. Okay, wacha tuanze na cave. Yeah. Hope our friends hawajakuja. Hata wakikuja tukawapata ndio mzuri. Wakiwa ndio vizuri sasa. Wadau tuko ndani ya cave. Yes. Na nadhani giza yenyewe inathibitisha hapa tunaingia ndani ya cave. Na mzee ametueleza kuwa kuna kuanga na wenyeji wenye hii cave. Wazee wazito sana. Wazee mambo mbaya wanajulikana kama serpent. Yeah, these are some of the water shots that I was telling you. Yeah. So hii pia tayari inathibitisha maisha, evidence pia. Walikuwa wanapikia hizi. Walikuwa wanatumia kupikia, kuweka maji and all that. Yeah. Yes. So acha tu proceed tuingie sasa kwa nyumba ya hawa Batwa wazito wenye walikuwa wakikaa hapa. Hii ni kuonyesha maisha yetu ilianza mbali. Yeah. Tulianza mbali ndio tukafika mahali tuko. Yes. The early man. The early man. We are just trying to show you guys the history of the early man. The life yenye waliishi hapa hivi Kakapel. Yes. Na nadhani tumeonyeshwa evidence nyingi na thibitisho kibao sana. Mkuje mkwe careful kwa sababu wanasema kuna wazito wenye bado wanaishi hapa ambao ni nyoka. Wazito wako. So tunaomba tusikutane nao kwa hizi pilika zetu. Mambo inaweza chemka. Lakini sana wakinuzia mahali binadamu wako wanatoroka wanaenda. Very good. Wanaingia kwa So guys, tuko ndani ya cave. This is the cave. It's a house of people. Hata mvua inyeshe wako safe. Walikuwa tu safe. Look at the walls. Mnaona nini? Hii suti mtaniambia ni ya saa hii? Hii si ya saa hii. Karibu kuweka mkono alafu uone. Very rare. Ni ya kitambo sana. Yes. Na hapa chini, hapa ndio mambo iko. So scientist wetu wakija vizuri watafanya hii mambo yote. Yeah. Watu pia walikuwa kuna mamawe hapa ile walikuwa wanatumia kusiaga sorghum nini. Na nini. So information nyingi iko hapa. Yes. Na pale hapo nje walijaribu kutoa vitu hapo nje kidogo. So wanachipanga then wafanye hiyo kazi vizuri. Yeah, so this is the cave. So wadau tuko ndani ya cave and it's believed au watu walikuwa wanaishi hapa ndani. Na hapa ndio ilikuwa safety place yao ama safe place yao. Penye walikuwa wanakaa, wanalala, mambo yao walikuwa wanafanyia hapa kila kitu, kupika and everything. Yes. So ukuta pia inathibitisha suti iko kuonyesha kwamba maisha take place hapa. Kabisa. So, cameraman kuja unaweza songa further kidogo mpaka ipande nyingine ya cave. Boys wa hapa wanatembea watu wa saa hii.
Nadhani cave ni kubwa, nina mpaka huko lakini kwa sababu ya safety yetu at least tumeonyesha viewers wetu how the cave looks and what was happening here. Yes, tunaweza nadhani songa mahali pengine. Yes. We also have another early man here. Yes, I was here. Lakini hako kwa nguo za kisasa. So acha tuende tuone hiyo art ambayo iko kwa hapa ndio fanya nini? Yes. Yeah. Na naona nafurahia kuwa maintained vizuri sana. Usafi ni wa kiwango cha juu na place yenyewe pia ija lose ile mark yake ile ya mwanzo, bado iko vile vile wenyewe au watu waliacha. Yes.